Haya, tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni sana. Wetu Askofu Duncan Karuku na viongozi wengine wote wa kanisa hii, viongozi wenzangu mlio hapa, ndugu wananchi wa hapa Dagoretti na Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena? Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Askofu, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa leo kwa ibada hii ya pili katika mwaka huu mpya wa 2025. Na nimekuja hapa sio kwa sababu nilikosa mahali pa kwenda kanisa. Nimekuja hapa kwa sababu ya mpango ya Mungu ndio niweze kufika hapa. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwa kati yenu na kuwa kati kwa mara ya kwanza nifika katika kanisa hii ya United Pentecostal Church of Kenya. Nasema pongezi sana. You are a wonderful church, I must say that. Asante tena kwa kutunenea neno la Mungu. Tumesikiza kwa makini, and truly there was a reason why we came to church, especially this church today. You have spoken the word of God to our hearts, to the people of Kenya, and to us as a nation, and more specifically to us as a leadership in this great nation God has given us. Tunasema asante sana. Nataka niwashukuru watu wa Nairobi, hasa viongozi wetu wa Nairobi kwa kupanga ili tuwe hapa pamoja na hawa wangwana na hawa washiriki. Tumefurahi sana. Anytime we are in the capital city of Nairobi, it is a joy, it's a moment that we share with a lot of enthusiasm, na tunashukuru sana. Mimi nataka tu niseme mambo mawili ama matatu. Kwanza ni confirm that Nairobi, being the capital city of Kenya, is among the priority areas for my administration. Hii Nairobi kwa sababu ndio the face of our nation, ndio the capital city of Kenya, haiwezi kubaki nyuma wakati tunapanga vile Kenya itasonga mbele, na hakuna vile Kenya itasonga mbele Nairobi ikibaki nyuma. So we have to, as we plan, na nimesumbua governor sana kumwambia hapa pale tushirikiane namna hii, and I'm very happy that the county assembly has been very supportive of the administration in Nairobi. I must also commend the members of parliament. They have been a team working together so that for the benefit of the citizens and residents of Nairobi City. Nataka niseme pongezi kwenu nyinyi nyote. Mimi vile vile nataka niseme asanteni sana watu wa Nairobi na makanisa ya Nairobi kwa kutuombea, kuniombea mimi na kuombea serikali ya Kenya na kutuombea kama taifa, kwa sababu Mungu ametupatia majukumu. Kuna watu wanaongea mambo ya 1 term, 2 terms, 3 terms. Mimi nataka niwaambie, mimi pale nyuma kuna watu hata hawakufikiria nitakuwa na any term. So Mungu ni nani? Si ndio? So mimi nimefurahi sana kwamba Mungu amenipatia nafasi hii niwe kiongozi wa Kenya. Mimi ambaye nilikuwa mtu mdogo, sijulikani, familia yangu haijulikani, kutoka mahali kidogo, I am a very proud president of the Republic of Kenya. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba kuna kazi Mungu amenipatia nifanye Kenya hii, na nitafanya. Yes. God has given me an opportunity to lead this nation and an assignment to transform Kenya.
And I have every intention to make sure that we transform our nation. Ndio sababu niko tayari kuungana na viongozi wote na kuunganisha Wakenya wote, ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu kwa Kenya hii, na tuweze kutekeleza ile mambo ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya. Because one man cannot do it. One party cannot do it. One region cannot do it. But together, united, people from all communities, all regions, all political formations, every ethnic community, every religion, all of us united, we can achieve much together. Na ndio mimi nawapongeza watu wa Nairobi kwa sababu ya umoja wenu. Mumeungana, mumeshirikiana, mumefanya kazi pamoja, mumetuambia hapa. Imwata Okuyu, leader wa majority, amesema broad base ilianza Nairobi. Pengine tungesema mulisoma barua ikiwa bado ndani ya bahasha. Mulitutangulia na mkaona ni vizuri Kenya ifanye kazi kwa pamoja. So mimi nawashukuru sana, and I want to commit to you that Kenya is going to go places. Unajua kuna maadui wa taifa letu wanatuombea maovu, wanatuombea mabaya. Kenya itateleza, Kenya itaharibika, Kenya itaanguka, Kenya itakwama. I want to tell you, Kenya haitakwama, Kenya haitateleza, Kenya haitaanguka. Kenya itasimama imara na tutapiga hatua ya kwenda mbele kama taifa, because that is the will of God for our country. So msikuwe na wasiwasi, Kenya hii iko imara and we are going to go places. Tayari iko dhahiri wazi, Mungu ameanza kuponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Mahali inflation ilikuwa sio mahali iko sasa. Mahali dola ilikuwa sio mahali iko sasa. Mahali interest rate ilikuwa sio mahali iko sasa. Tunapiga hatua ya kwenda mbele. Hakuna watu wengine hawakuamini ya kwamba kwa kweli tunaweza kupunguza gharama ya chakula. Wengi hawakuamini ya kwamba tunaweza kuimplement affordable housing. Hawakuamini ya kwamba tunaweza kuimplement universal health coverage. But we are making steady steps in the transformation of our nation. In just 2 years, we have made big steps. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Nairobi, you are the face of our nation, and my administration is going to stand right there with you so that we can transform Nairobi together. Nilisema hapo mbeleni katika mpango yetu ya kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu wakati nimechaguliwa tulikuwa na taharuki mkubwa kwa mambo ya CBC, watu hawakujua inaenda vipi. Leo tumedhibiti elimu ya Kenya, tumeajiri walimu 76,000 wapya, tumetengeneza madarasa mengine mapya karibu 20,000. Tumerekebisha mambo ya funding ya TVET na universities, and our education, even if you look at the results that were released this week, the results are demonstrating that our education is improving. We have performed in our education, we have performed better this year than we did last year, because the reforms we have implemented are beginning to bear fruit. We are making progress. Na ndio nilisema kwa hii Nairobi, watoto wengi Nairobi County bado hawana nafasi ya kusoma vizuri. And that is why niliweka affirmative action. Watu wengi, unajua Kenya mzima, watu wakiona Nairobi, wanaona Nairobi ni mahali pa starehe.
kwa sababu watu wanafikiri Nairobi ni KICC na hapo Uhuru Highway na na Uhuru Park hapo na State House. Hawajui Nairobi hii iko Korogosho, iko Mathare, iko Kibra, iko hapa Kawangware, iko dunia ile ingine Mtwini, sijui wapi. People don't know. Na ndio wakati nilisema tuweke affirmative action Nairobi, tujenge madarasa 5,000 mpya, kwa sababu watoto wetu wa Nairobi hawasomi katika madarasa ya sawasawa. Watu wengi wakanikosoa sana, because people don't believe that we have children in Nairobi who do not have access to education. But I want to thank the members of parliament for Nairobi. Nilitoa pesa ya serikali bilioni 1 tujenge madarasa kama hatua ya kwanza. Kila constituency 58 million. Na washukuru wabunge wamejenga madarasa. Katika budget ya mwaka inayofuata nitawapatia tena bilioni 1. Yes. Kwa sababu watoto wa Nairobi ni watoto wa Kenya, jameni. Especially the children in our informal settlements. Many of them don't have a chance. Unaenda kwa darasa, nilienda kwa darasa pale Embakasi Central. Watoto 3,000 wamefinyana ndani ya darasa, 120 na classroom. You know? Na watu wengine hawaelewi. So I want to promise the residents of the city of Nairobi that Nairobi will not be left behind. Tutakuwa pamoja na nyinyi. Nairobi hii vile vile tuko na changamoto. Nairobi River hapa, watu hawajui katikati ya mji wa Nairobi iko sewage. Hiyo river imekuwa sludge. Inapitia kwenye estates, inapitia katikati ya mji. I have promised the people of this city, munipatie tu mwaka huu wa 2025 na mwaka ujao, Nairobi River will be clean. Next, kabla ya mwisho wa mwezi huu, we are finalizing the contract so that we can roll out the modernization of Nairobi River. Tuweke barabara ya sawasawa, tupanue ile mto, tuhakikisha kwamba kuna mahali pa kuishi, kuna walkways ya wananchi. We will make something you have never seen in Nairobi City. Na mimi nataka nimhakikishie mbunge wa Mathare kwamba Mathare, kwa sababu ndio iliathirika zaidi, hapo ndio mtakuwa the greatest beneficiaries. Tuko pamoja. Na mimi nataka pia niwahakikishia kwamba ile matatizo kidogo iko hapo hospital ward, hiyo ni kazi yangu, mimi nitairekebisha. Maneno yenu inakuja kwa cabinet hii next week, nitaisahihisha, alafu tutahakikisha kwamba tunaendelea na program ya housing, tuendelee na program ya TVET, tuendelee na zile program za county, na tuendelee tukiwa sote pamoja. Na nafanya hivyo because I have become deliberate about Nairobi. Hii shida ambaye mnaniambia hapa sio ati ilianza last year. These are problems of 30 years, 40 years, but we want to sort them out now. Pia tuko na barabara nyingi ndogo, especially the small roads in the city of Nairobi. Nimeketi chini na county government, tumekubaliana tutatoa shilingi bilioni 4 kutengeneza small roads hapa Nairobi. Kuna zile zilikuwa tumetengenezwa na NMS, kuna zingine, so all those we will pick them up, tuzikamilishe na tuongeze zile zingine, so that Nairobi can be the city ambaye sisi wote tunaishi. I also want to confirm to you maneno ya maji ya kwamba tumekuwa na matatizo, but we have put enough resources. Maybe next week or the week after tutaenda kufungua rasmi ile Northern Collector Tunnel,
so that we can pump an extra 140 billion liters to Nairobi. And we are going to target the areas that are here in the city. So haya maneno yote ya mji wetu wa Nairobi ni ya muhimu na tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mbali na ile kazi mnafanya kama wabunge ya kujenga madarasa, mimi mwenyewe binafsi I am doing 100 classrooms in Nairobi as a person. Nikitoka hapa naenda hapa Nairobi School, I am building 20 classes for Nairobi School because we want to admit more students from Nairobi to Nairobi School. Pale State House Girls najenga another 20 classrooms. Hapa Dagoretti kwa huyu KJ naenda kufungua madarasa 24 mimi mwenyewe nilijenga kesho, because I mean business on matters of the education of the children of the people of Nairobi City. Na sisi wote kwa sababu sisi ni residents wa city hii, we must mind about the city of Nairobi. Mimi nilikuwa naishi hapa Muzagitau hapo, my house was just at the corner here. Pale nyuma kidogo. Nilikuwa naishi hapa. Kwanza nilikuwa pale Kawangware pale kwa KJ, pale Ngando, nikapanga hapo maneno yangu, nikasonga. Maneno ya Mungu ni mengi. So tunaendelea namna hiyo tukizidi na kupiga hatua ya kwenda mbele. So mimi watu wa Nairobi, mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo. Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana. Na mimi nataka mjue hivi. We must not squander the opportunity we have as a nation. Unajua sio kawaida kuwa na umoja ambao mimi naona saa hizi. Tulianza 2 years ago tukiwa tumegawana. Mrengo hii, mrengo ile. Mambo ikakuja ikafika hapo, Mungu akalete mambo ambayo ilikuwa inaonekana mabaya, lakini mwisho ikatuleta pamoja. Sasa tuko na serikali ya broad based. We must not squander the opportunity to use this moment of this broad-based government to achieve much for our nation, to make sure that we deal with food insecurity, to make sure that we drive our program on employment of our young people, to make sure that we drive our program on housing and markets, to make sure that we achieve universal health coverage, to make sure that we drive the progress of our nation. This is an opportunity for all of us leaders. Nataka mnisikize vizuri viongozi. Sio nyinyi peke yenu, hata wale wa Kenya wote. We have a moment in history where God has put us together in a broad-based government so that we can drive the development of our country faster and further together. Let us not waste this moment. This moment is not about William Ruto. This moment is not about the governor. It's not about the member of parliament or the MCA. This moment is about Kenya and the transformation of Kenya. That should be our focus. Barabara tujenge, maji tuweke, watoto tuwasomeshe, afya tuwe nayo, tuzalishe chakula, tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Forget about the naysayers. Kenya is going to march forward, steady, step by step. Na tutasonga mbele pamoja. So, mimi nawashukuru sana. Nashukuru kanisa hii kwa kutukaribisha hapa. Vile askofu amesema, aliniambia ya kwamba mnapambana na basi ya kuhubiri Injili. Mimi nikasema hapo nyuma mimi nilikuwa mwinjilisti. Na hata nikimaliza hii kazi ya rais nitarudi kuwa mwinjilisti. So hiyo kazi mnataka kufanya na hiyo basi ya uinjilisti nitawapata mbele. Na tena mkaniambia ya kwamba
kule Nakuru kuna kazi mnafanya, na nimekubali ya kwamba ile sehemu imabaki nitawashikilia ndio tukamilishe, ili tuweze kudhibitisha ama kudhibiti ama kuweka foundation mzuri ya neno la Mungu. And we are unapologetic about our faith in God. We are not ashamed to be associated with progress in church, because we are children of the altar. Sisi tumetoka huku, so na tufundishi sana, tunaelewa kuelewa. So nawashukuru sana viongozi wa Nairobi kwa ushirika wenu, na mimi nataka niwahakikishie you have my support, my goodwill, my partnership as we go into the future. Msijali na wale hawaoni ya kwamba we have a moment in history to take the country forward. And let me repeat, this is not about individuals. This is not about William Ruto or about the next leader. It's about Kenya. How do we do things to change our country? That is very important. Na mkiombea serikali yetu, pia mkumbuke our friend, our leader, our elder Raila Amolo Odinga kwa ile maombi tunamuombea awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Pray for him as you pray for the nation, because that position is not his, it is for the whole continent and it is ours as a country. Mimi nashangaa sana ati kuna Wakenya wanaomba mambo sio ati sasa wewe hujaomba hiyo kiti au shindani na yeye, sasa unamuuliza nini na so tafadhali tutulize maneno. Let us have goodwill for Kenyans. Ndio tutafute hiyo ya AU, tukipata tutafute ingine kwa heshima ya taifa letu la Kenya. That's what we must do. So asanteni sana, nimefurahi sana. You have done very well, Sakaja, kushughulika na mambo ya kwaya pale katika mahubiri ile unajua crusade inahitaji kwaya, so panga kwaya vizuri na gitaa na nini. Sasa watakuwa na bass, neno la Mungu litasonga mbele. Asante sana MCS. Ala nyinyi nimewaheshimu. Asante sana. So tutashirikiana pamoja na nyinyi. We are going to work together and to see how we can carry the city, the face of Kenya forward together. You have my support, you have my goodwill as we go forward. So again, Bishop and your team, vile tumekubaliana, lakini nitakuomba askofu, mkipata nafasi kidogo, wewe na timu yako ya viongozi mnaweza kunitembelea, alafu mnaweza kunitembelea ndio tuweze kupata kuomba pamoja, kubariki nchi pamoja, na pia tuweze muweze kuja kukunywa chai pale kwangu. Hiyo kiwanja iko hapo, nimetengeneza, kuna kiwanja nimetengeneza hapo. Ni ya watu wa kuhubiri na watu ya kuomba na ya watu ya hapo. Mkuje mkanyage hiyo kiwanja namna hii. So otherwise, thank you very much. Bishop, asante sana kwa kutunenea neno la Mungu. We are truly
blessed. Thank you very much, and God bless you.